Hii ni ripoti ya masaa 24 ya nini kinaendelea ndani ya mipaka Mashariki ya Kati, lakini hili ambalo linataka kufanywa na Iran, jamani, ni kubwa kuliko ile isiyokuwa na kawaida. Wana mpango wa kufuta kabisa nishati ya dunia. Kwa hiyo kama watazuia kila mtu asiweze kupata nishati, tafsiri yake tutaenda kupitia wakati mgumu kabisa. Maisha ambayo tulikuwa tunaona kwenye movie inawezekana tukaanza kuyaishi kuanzia hivi sasa. Sasa tukianza kwenye upande wa Iran, ambako mbinu mpya zote au hakuna na ushindi wa kiimani ni kwamba Tehran imejibu vikwazo na dhoruba ya kijeshi ya Marekani kwa kutoa tishio ambalo linaweza kusimamisha uchumi wa dunia usiku wa leo kuamkia siku ya kesho, ambapo Iran imetangaza rasmi kuwa kama Marekani itaendelea na vikwazo vyake vya majini, yani blockade, kwenye mlango bahari wa Hormuz, Iran haitofunga Hormuz peke yake, bali itafunga njia zingine zote za usafirishaji wa mafuta na gesi katika ukanda huo zinazohudumia maslahi ya Marekani na washirika wake. Tamko rasmi la Iran linasema mauzo ya nishati yatakuwa kwa ajili ya kila mtu au hayatakuwa kwa ajili ya mtu yeyote yule. Kwa hiyo tafsiri yake ni kama utakuwa unafungamana na Marekani kwa namna yoyote, hautapata mafuta na mafuta yako hayatotumia hiyo njia. Sambamba na au inawezekana mtu yoyote asipate anayofungamana na Iran au asiofungamana na Iran. Lakini jeshi la Iran pia limetoa msimamo mkali kuwa zama za Marekani kushambulia na kukimbia zimepitwa na wakati, na kwamba kila shambulio la Marekani litajibiwa papo hapo. Hakuna kuoneana. Sasa hivi ndio kile ambacho Iran anachokisema. Waliongeza kwa kejeli wakisema kuwa wanadai wameharibu uwezo wetu wote wa kijeshi, lakini bado wanaendelea kuzabua makofi na Iran kila kukicha. Lakini zaidi hapo, katika kile kinachoonekana kama kutafuta nguvu ya kiimani, serikali ya Iran imetoa taarifa rasmi ikisema Musa, Yesu, Daudi, Suleiman, hao wote wamesimama nyuma taifa hili la Iran linalomwamini Mungu mmoja. Lakini kwenye upande wa Marekani ni nini ambacho kinaendelea mpaka hivi sasa? Ni kwamba katika mabadiliko makubwa kisiasa yaliwashtua wingi, Rais Trump ametoa amri mpya kwa washirika wake wa karibu wa Mashariki ya Kati, ambapo mtandao wa habari wa Axios umeripoti kuwa Rais Trump ameamuru Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kuondoa mara moja majeshi yake ya Israel nchini Lebanon na Syria ili kupunguza mivutano inayoweza kuitumbukiza Marekani kwenye vita vikubwa zaidi. Lakini Trump amezuia mjadala mwingine mkubwa nchini Marekani baada ya kutangaza hadharani kuwa Marekani ilivamia nchi isiyohusika, yaani Iraq, kimakosa wakati wa vita vya zamani, akionyesha kutaka kuepuka makosa kama hayo kwenye mgogoro huu wa sasa dhidi ya Iran. Lakini Trump ameonya kuwa Marekani itaendelea kuipiga Iran, na kama hawatakaa kwenye meza ya mazungumzo haraka, hawataanzisha tena nchi yao, kwani hawatabakiwa na mtu yoyote yule. Aliongeza kuwa kuanzia wiki ijayo Marekani itaanza kulipua mitambo ya umeme na madaraja makubwa ya Iran. Lakini kwenye upande wa kijeshi, ambapo jeshi la IRGC la Iran limezindua awamu ya 8 ya mashambulizi ya drone na makombora ya balistiki, likipiga upya kambi za kijeshi za Marekani nchini Kuwait, Jordan na Bahrain, zikiwemo ngome kubwa za vifaa na vituo vya amri. Lakini aliyekuwa kamanda mkuu wa kikosi cha CENTCOM cha Marekani, Jenerali Frank McKenzie, ametoa ushauri mzito kwa Pentagon, akitaka jeshi la Marekani likiteke na kukimiliki kisiwa cha Khan cha Iran. Kisiwa hiko ndio kimshipa mkuu wa uchumi wa Iran, kwani kinasafirisha zaidi ya 90% ya mafuta yote ya nchi hiyo. Lakini vyombo vya habari vya Iran vimeripoti kuwa ndege za kivita za Marekani zimeshambulia upya miundombinu ya kijeshi katika kisiwa cha Qasem kusini mwa Iran. Lakini upande wa dunia, nini ambacho kinaendelea mpaka hivi sasa? Kwa dondoo za duniani ni kwamba serikali ya China imeeleza kuwa itafanya kila juhudi kupunguza makali ya mzozo huo nchini Mashariki ya Kati, ikizitaka Marekani na Iran kurudisha mara moja usalama wa usafirishaji wa meli katika mlango wa bahari wa Hormuz. Lakini serikali ya Uingereza imetoa msimamo wake ikipinga mpango wa Trump wa kuweka tozo ya 20% kupitisha meli Hormuz, ikisisitiza kuwa mlango wa bahari wa Hormuz unapaswa kubaki wazi bila malipo au kodi yoyote ile. Lakini mahakama nchini Bahrain inawahukumu watu 3 kifungo cha maisha jela baada ya kupatikana na hatia ya kufanyia ujasusi nchi ya Iran
katika ama katikati ya mzozo huu ambao unaendelea kuleta taharuki kubwa duniani. Matukio makubwa ambayo yanaendelea hivi sasa ndio hayo ya kwamba Iran anasema nitafunga hii flow ya nishati yote kwenye mataifa yote, ni aidha wapate watu wachache au wote wasipate. Kwa hiyo ni nani ataenda kufaidika, yeye ndio ambaye anamjua, lakini katika mataifa ambayo yanafungamana na Marekani kuna percentage kubwa isiweze kufaidika